Haleluya. Amen. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo. Kwa ambao ni wageni, jina langu ni George Wamoya Muremi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na I always kila wakati nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kibali cha wokovu. Maana haikuwagi jambo la kawaida. Tumepitia vita mingi, tumepitia mambo mingi, lakini kwa yote Mungu ametuwezesha ama ameniwezesha na nikasimama. Nashukuru our bishop na the office kwa hii nafasi ambao wamenipatia ndio tukaweze kunena pamoja na kanisa. Hilo jambo silichukulii kwa kawaida, bali nasema Mungu azidi kuwabariki sana. Neno ama ujumbe wa siku ya leo ni about attracting the attention of God. Abia mwenzako, attracting the attention of God. Simwambie. Wengine wananiangalia, attracting the attention of God. Hallelujah. Unajua, we find ourselves sama tunajipata in situations, in circumstances ambapo unajihisi ya kwamba ungetaka Mungu akunenee ama ungetaka Mungu akutembelee ama Mungu akuwe attentive. Any moment ambapo tunaendanga kuomba, for example, nia inakuanga ni kuwa Mungu akiwa juu mbinguni, akaweze kuwa attentive. Attention goes deep. Maana hiyo ni kumaanisha ya kwamba imefika wakati Mungu ameweka sikio lake, anasema na huyo mwanangu anasema nini? Huyo ndugu anasema nini? Na huyo ndugu, huyo dada anasema nini? Bwana siwe sana. Na we are going to make references kwa mzee mmoja ama mtumishi mmoja katika kitabu cha Matendo ya Mtume, in the book of Acts of the Apostles, chapter 10. Kuna mtu alikuwa anaitwa Cornelius. Bwana siwe sana. Na tutaona vile kulienda ama kulifanyika hadi Mungu akatuma malaika wake kwa sababu ya huyu jamaa ambaye anaitwa Cornelius. Hallelujah. Cornelius alikuwa ni Gentile. Na unajua kwamba kulikuwa Jews, tutaona kama for example mtumishi wa Mungu Petro ambaye ni Jews, walikuwa ama kulikuanga na hiyo belief ya kwamba Jews and Gentiles they cannot live together. Lakini ilifika aje ya imefika wakati Cornelius, despite him, hata kama ijapokuwa alikuwa ni Gentile, Mungu amempa kibali, amempa wakati until akapay a lot of attention to this man Cornelius. Wacha tusome in the book of Acts of the Apostles, chapter 10, verse 1 to 8. Acts of the Apostles, chapter 10, verse 1 to 8. Tunapoendelea tutakuwa tunaguza verse moja moja, but the foundation of our message is on verse 1 to verse 8. At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Verse 4, Cornelius stared at him in fear. What is it, God? What is it, Lord? He asked.
The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea." Then, when verse 7, when the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. Bwana asifiwe sana. Ukisoma hiyo chapter yote, utaona venye vile Mungu alitayarisha Cornelius ya kwamba whatever you have been doing, all the good works that you have been doing, vile zimetufikia. Akaambiwa atume ama atayarishe hawa watu watatu, as in 2 of his servants and one of the soldier who the Bible is referring to as a devout soldier, waende Joppa ndio wakapate Simon who is called Peter. Na the reason ni kwa sababu sasa Mungu ameguzwa na huyu jamaa, na ya kwamba imefika wakati because of his good works hakuwa amepata wokovu, hakuwa amepata the Holy Spirit. Na wakati ikafika ni ya kwamba Mungu ametayarisha. Ukisoma hiyo chapter yote, although tutaona katika verse kidogo kidogo, tutaona vile Mungu aliweza kutembelea huyu jamaa katika nyumba yake. Hallelujah. Kwa hivyo tunaona ya kwamba from the foundation of our scripture ya kwamba huyu jamaa, he was a centurion. Na ni ya kwamba yes, in fact si kutia yeye peke yake, verse 2, he and all his family, Biblia inasema they were devout, walikuwa watu ambao wamejitolea, na walikuwa watu ambao wanampendeza Mungu, watu ambao wanamuogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni jamaa ambaye is a man ambaye a lot of godliness was in him. Yani chenye kilikuwa kinatoka tu ndani yake ni mambo ya Mungu. Maana ukiangalia verse zingine hapo, tunaona mpaka mahali venye these 3 guys were sent to go and meet Peter, walisema tumetumwa na centurion na Cornelius, mtu ambaye ni mwenye haki, mtu ambaye anamuogopa Mungu, mtu ambaye ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa ndivyo tunaona ya kwamba in verse 3, in the process of executing his good works, ni Mungu tu ambaye kwa sababu ya kazi yake njema, kwa sababu ya kujitolea kwake, kwa sababu alikuwa na a lot of godliness, Biblia inasema Mungu akajitokeza kwake around 3 p.m. around 3 in the afternoon. Alipokuwa tu amerelax hivi, akapata ufunuo kutoka kwa Mungu. He got a revelation, and God at that moment alikuwa ameshatuma nani? Malaika wake. Akamwambia Cornelius, alikuja akamuita as in on that day at about 3 in the afternoon. He had a vision. Akapatwa na maono, akapata kind of a revelation. He distinctly saw an angel of God. Unajua ikifika ni mahali ambapo unaona mpaka malaika wa Mungu, that calls for somebody who is in the presence, that calls for somebody who is too much in God. It calls for somebody ambaye, the relationship with God cannot be questioned. So wakati malaika alitembea akamuita Cornelius, then verse 4 tunaambiwa ya kwamba Cornelius stared at him in fear. Akaogopa. It was something unusual. Katika kuomba, he was very consistent in prayer.
He was very consistent in following God. He was very consistent in godliness. Lakini haikuwa imefika wakati ya kwamba Cornelius amekutana na Bwana. So in this vision, alipoona malaika wa Mungu akashituka, akamuuliza, "Ni nini Bwanangu? Ni nini my Lord? What is it my Lord?" Akamuuliza. Then hapa ndipo tunafaa tuombe sana in our walk with God. Yani tutembee na Mungu hadi akaweza prepare his the heavenly realms, ya kwamba tupate in a situation like this ambapo malaika alimjibu akamwambia, "The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God." Yani ile kazi yako yote umekuwa ukiifanya, vile ulikuwa very consistent in prayer, vile ulikuwa very consistent in addressing the needs of the poor, vile ulikuwa consistent in fearing God, hiyo imefika kama a memorial offering before God. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, can we find ourselves in such a situation ya kwamba wewe dada, Mungu amekutizama, Mungu amekutizama, ya kwamba you are not taken up by situations, nothing has happened in your life that can divert your consistent supplication before God, your consistent humility before God, your consistent prayer life, your consistent, no, sio hiyo peke yake. Cornelius, najua hapa kwa address the needs of the poor kuna kuwaga na kashariji kidogo. Tunafanya haya yengine yote, lakini hatushughulikii wale ambao wako na mahitaji. Cornelius alikuwa ni mtu ambaye anashughulikia mahitaji ya ambao wamelemewa na hakuwahi choka. He was very consistent because malaika wa Mungu alimwambia, your prayers, your gifts, meaning it was not one, they were not two, it was a continuous process, meaning his offerings before God imeweza kufikia, as in all his commission, all his commitment, all his giving and every other good work imefikia Mungu as an offering. Ni hadi lini itafika mahali hapo ya kwamba Mungu amekaa, ametuma malaika wake, ametuma watumishi wake, ametuma his messengers to come and address you? That is how God's attention can be attracted, because we can see this is a perfect example of how we can live a godly life, how we can take this life to the extent ya kwamba tumeguza Mungu na anasema ya kwamba hii imenifikia kama offering. Bwana asifiwe sana. Akamwambia, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. Bwana asifiwe sana. Yani Mungu ameprepare Simon, ama ameprepare Peter, amemtayarisha Petero ya kwamba aende akaitwe, ndio akuje akanenee huyo mtumishi wa Mungu, that whatever was left, whatever was remaining, to perfect the relationship with God. Maana tutaona ya kwamba pale mwisho Petro alipotembelea huyo mtumishi wa Mungu Cornelius alikuwa ashajipanga. This guy, he was a very selfless man. Ni kwa sababu alipoabiwa atengeneza ama atayarishe watu 3 ndio waende kule Joppa, wakapatana na Petro, wakamwambia ya kwamba kuna vile Mungu ameongea na Cornelius ya kwamba wewe ukajitayarishe ukakuje kumhudumia ama ukakuje kufanya whatever God will direct you. Maana alipomtuma, alipotayarisha hawa majamaa, ukisema kutoka verse 9 hapo, enda usome from verse 9 mpaka huko verse 33 ama from verse 9, vile Mungu alitokea
Cornelius through an angel. Then Cornelius akaambiwa atayarisha watu na wakaenda on their way to Joppa. Then ile side nyingine Mungu appeared to Peter in a vision, ambapo Petro alisikia njaa, na aliposikia njaa akaenda into a vision, akaletewa some inaitwaje, akaletewa in his vision kind of a sheet yenye ilikuwa na chakula ya aina zote, mpaka zingine Petro anasema hizi hatujakubalishwa, hizi hatuwezi kula. Lakini in the process Mungu akamtokelezea akamwambia, chochote ambacho nimesafisha haufai kusema hafai kusema ya kwamba ni kichafu. Hii unajua this vision ni kwa sababu Mungu anatayarisha Peter aende aminister to Cornelius. Now here Peter is a Jew, Cornelius is a Gentile. Na unajua hapa Petro angeleta kind of angeshindwa kunaendaje? Mia majiu, na this other guy is a Gentile. Nitaenda kumhudumia aje? So he was prepared well in advance. Mungu anamwambia chochote ambacho nimesafisha. Meaning kama Cornelius ni mtu ambaye mwenye haki, kama Cornelius ni mtu ambaye ameonyesha upendo wake kwangu, na mimi nimeamua kwamba we are going to work with him. Usiseme ya kwamba this guy is a Gentile, so we are not supposed to have any kind of a relationship. So ile message ilimfikia Petro in form of so many animals ambazo alionyeshwa ya kwamba anaweza chukua one of them na akaweza kukula. So wakati Mungu alimuonyesha all animals are clean as long as God has cleansed. Hiyo ni kumaanisha kama nimeamua huyu Gentile apokee injili, huyu Gentile apokee wokovu, huyu Gentile apokee Roho Mtakatifu, you are not there to oppose. Just go and minister. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu Cornelius had already attracted the attention of God, ya kwamba Mungu ameprepare Petro aende ampelekee injili hata kama yeye ni Gentile. Na kwa hiyo vision Peter ni kama alielewa, kwa sababu wakati hawa jamaa watatu walitumwa na Cornelius walifika kwake, Petro alikuwa amepanda mahali juu. Hapo ndipo alikuwa anaomba na akaonyeshwa hiyo vision. Akiteramuka tu hivi akapata haja jamaa, akawaambia mimi ndiye yule ambaye umetuma mkamtafuta, na hakuleta maswali mengi. Wakachukua tu safari na wakaweza kusonga na kwenda. Ndio wakaanza kufika katika nyumba ya Cornelius. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo in the process, as in for us to attract this attention of God, there are some attributes we can learn from this servant. Kuna mambo kadhaa tunaweza angalia kwa Cornelius ambaye ilifanya God's attention ikaweza kumtembelea mpaka akatuma mtumishi wake aende akafanya nini? Akamhudumie. When we can see Cornelius was somebody who was devout. You know, he was devoted. He was devoted in following God. He was devoted much in prayer. He was devoted in serving the needs of the poor. Hallelujah. How about us? You know, at what level are we devoted? To what extent can we take our devotion? Bwana asifiwe sana. So Cornelius was a man who was strongly devoted to God. Hallelujah. Kitu kingine tunaweza ona ni kwamba from the Bible, Cornelius is somebody who was God-fearing. Cornelius was somebody who was righteous. He was God-fearing. He was very righteous. Wacha tusome verse 21 and 22. Biblia inasema ya kwamba Acts chapter 10 verse 21 verse 21 and 22. Biblia inasema Peter went down and said to the men, I'm the one you are looking for. Why have you come? The men replied, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to have you come to his house
so that he could hear what you have to say. Because Cornelius was somebody who is God-fearing and somebody who was very righteous. He had even earned respect among the Jewish people. Vile hawa jamaa walifikisha ujumbe kwa Petro. So wakamwambia, mpaka Mungu ameona tukuje kwako, tukwambia ya kwamba umetumaniwa na Mungu, uende ukanenea huyu jamaa. He needs to hear what you have to say. And you know, Peter was a servant of God. Somebody who was Holy Spirit filled. Somebody who was working under revelation, under the visions. Na kwa hivyo, wakati ametumwa aende aka minister to this man of God. Hiyo ni kumaanisha kwamba God amempa mahali. You know, Cornelius has earned a place. You can imagine people as in they had to move all that. They had to make to travel for all that wrong. Waende watafute Petro, ndio akuje aweze kunenea nani? Cornelius. So Cornelius, he attracted the attention of God through fearing God, through living a very righteous life. How is our life, as far as fearing God is concerned, to what extent do we fear God? To what extent do we commit ourselves in living in righteousness? Because that will earn a position, that will earn a place until Mungu will command his heavens to come and address all your issues. Pia tunaona ya kwamba Cornelius was somebody who was very generous. You know, generous means, you know, it's going an extra mile. Yes, na tunajitolea kabisa katika nyumba ya Bwana. Tunajitolea katika maombi. But now when it comes to generosity, you know, that is service at another level. Hiyo ni huduma at another level. Biblia inasema ya kwamba this man and his family, he was generous to those who are in need. He is a man who was blessed in addressing the needs of people. Hatujaambiwa kwamba alikuwa tajiri. Hatujaambiwa kwamba he had everything. But what we are told is that he was very generous. So hakuwa anawapatia ni kwa sababu ako nazo. You know, hakuwa anawapatia as a way of doing away with his excesses. But it is a point whereby the Bible refers to him as being generous. So, for us to be generous, for somebody to be generous, kumaanisha this is somebody who moves or who goes at another level when it comes to giving. Cornelius is somebody who was a man of prayer. He was somebody, his prayer life, you know, it can't be questioned. And you see, this is something that he was doing regularly. Biblia inasema, he prayed to God regularly. You know, verse 2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Hakuomba wakati ana feel like praying. Hakuomba wakati, you know, the situations are allowing. But he was very regular when it comes to calling upon God, when it comes to seeking the face of God, when it comes to inviting the presence of God in his life. So, wacha tusome in the book of 1 Peter chapter 3, verse 12. Bible says, 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. That is the impact of prayer in attracting the attention of God. And you see, these are attributes that Cornelius exhibited.
He is a man who was righteous. He was a man who was prayerful, and therefore God led him his ears. So Biblia hapa inasema ya kwamba macho ya Mungu yako pamoja na wale ambao ni watakatifu. Cornelius was a righteous man. Macho ya Mungu yako kwa wale ambao wanajipea katika maombi. Cornelius was a prayerful man. Therefore, brethren, it's our time. It's our moment to rise up. It's a moment for us to engage a lot with God in prayer. Bwana asifiwe sana. Unajua, wakati Yesu, he was in the process of being transfigured, wakaenda mahali na some of his 3 disciples, na alipoenda juu ya mlima, akawaambia tale hia, akasonga mbele kwenda kuomba. Aliporudi akapata majamaa wamelala. Anawauliza, you can't even tarry for even 1 hour. Bwana asifiwe sana. You see, we have to wake up from our slumber because we need it. A moment has come. We have to attract, we have to attract the attention of God. Because sababu inasema ya kwamba and his ears are attentive. Bwana asifiwe sana. So through prayer, we are going to encourage, we are going to invite, we are going to welcome his attention. Because this man, as we can see, he was prayerful, he was righteous, and he committed himself into prayer. So God manifested himself unto him. Cornelius was somebody who was very selfless. Hakuwa tu peke yake. It was not all about him. Maana tunaona ya kwamba hapo Matendo ya Mitume kwa hiyo chapter 10, tukiangalia verse 24 and verse 27. The following day, okay, sasa hapa imefika wakati Petro, then Peter invited the men into the house to be his guest. Wale watu watatu ambao walitumwa wakauliza wanakuja kufanya nini? Wakasema wametumwa na Cornelius, then akawakaribisha katika nyumba yao. Then the following day, Peter started out with them, and some of the brothers from Joppa went along. So Petro hakuenda kwa Cornelius peke yake. Aliita watu kadhaa, aliita some of the brethren, so that they can give him company, waende kwa Cornelius pamoja na his servants. Verse 24, the Bible says, the following day he arrived in Caesarea. Now this is Peter. He arrived in Caesarea. Now Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Cornelius had called together his close relatives, his close friends. Yani akatafuta watu akawaita. Verse 27, Bible inasema, Peter went inside and found a large gathering of people. He went inside. Sasa Petro amefika kwa Cornelius. Akapata ya kwamba Cornelius alika watu wengi na kuna umati kubwa. Kwa hivyo ni kumaanisha, though malaika wa Mungu alimtokea yeye peke yake na akatumana Petro aende aitwe ndio akuje amnenee Cornelius. Cornelius akajua sitanenewa peke yangu. Bwana asifiwe sana. Unajua wengine hapa tunaweza sema hii ujumbe ni yangu peke yangu. So maybe he is coming with the gift, whatever he is coming up with, hiyo ni yangu peke yangu. Cornelius he was not self-centered as such. Maana wakati aliposikia kwamba ametumwa na Mungu aende aite Petro, akajua huyu ni mtumishi wa Mungu. So let us all share. Akaenda akaalika watu. Petro alipoingia katika nyumba akapata ya kwamba kuna umati mkubwa ambao umemngojea. So Cornelius was that selfless. He also wanted others to share in the blessings of God.
He wanted to share, others to hear what God has to say. It's not about mimi Cornelius mwenyewe kunenewa na Mungu. It's not about myself. It's not about me alone. But sisi na watu wetu tukaweze kusikia mapenzi ya Mungu ni gani. Na tutaona umuhimu. Why was it necessary? What were the benefits? What happened later in this gathering ambaye Cornelius alikuwa ashafanya invitation. So he was very selfless because when Peter was called upon to come and minister to him, he called others to also be in the presence of him. He was somebody who was very humble. Cornelius was a very humble man. Tukisoma mstari wa 25 and 26, verse 25 and 26, as Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Unaona pale wakati malaika alipomtembelea alishtuka. What is it, Lord? You see? Hapa sasa naye mtumishi wa Mungu Petro amefika. Alipomuona akimwelekea, Biblia inasema akanyenyekea na akaanza kumwabudu. Unajua he was a Gentile, but naye Peter, because he was godly, verse 26 akamwambia, but Peter made him get up. Peter akamwambia wewe inuka. Stand up, he said, I'm only a man myself. Labda Cornelius wakati malaika alimwambia atumane kwa Peter, hakujua Peter ni nani. Maybe he thought this is another angel, or Peter is an equivalent of an angel. Na ndivyo akaenda pale akanyenyekea. Lakini na yeye Peter, because alikuwa mtu ambaye amejazwa na Roho, akajua ya kwamba yeye huyu jamaa hafai kunyenyekea, anafaa kunyenyekea tu mbele ya Mungu. Me, I'm just an ordinary man. I'm just a man like you. So just get up. But hapa inatuonyesha ya kwamba Cornelius was somebody who was so humble. Cornelius was somebody who walked in humility. Well, let us look at Psalms. Psalms 10. Psalms chapter 10 and verse 17 about humility. Biblia inasema 10:17, Lord, you have heard the desire of the humble. Lord, you have heard. You know, when it comes to hearing, hiyo ni kumaanisha it's not about noise. It's about somebody who was attentive. Unajua ukiniongelesha nikusikie, it means I was attentive to what you are saying. Nilikuwa attentive unaongea nini. Maana tunaweza kuwa tunaongea na wewe hapa na hakuna makelele, lakini sielewi unasema nini, because my attention is elsewhere. Lakini hapa Biblia inasema, Lord, you have heard the desire of the humble. Meaning, the humble have called, God has listened. The humble has prayed, God has listened. You prepare their heart, you will cause your ear to hear. Lord, you have heard the desire of the humble. You have prepared their heart. You will cause your ear to hear. Hiyo ni kumaanisha God will pay a lot of attention to the cry, to the prayer, to the request, to the petition, to the supplication of them that are humble. So, because of his humility, because of Cornelius' humility, akaweza attract the attention of God. Akafanya maombi yake isikike. Akafanya Mungu, God to give him an attentive ear so that his requests were heard. So Cornelius alikuwa mtu ambaye anajitoa kwa Mungu, mtu ambaye anamsikia zile, mtu ambaye anaomba, mtu ambaye ananyenyekea, that is so that God gave him his ear. Alafu he is a man who seeking God and doing, you know, he was very consistent. When it comes to humility, you know, this calls for consistency. In order for us
to attract the attention of God, it means that we get to understand, we get to know, what does God love? You know, God loves people who are humble. God loves people who are righteous. God loves people who are playful. God loves people who are, generous. And many other things, people who are devoted. So, two things here is that we need to understand what does God require from us. In order for us, to attract his attention, we need to learn more about God. Our life, our godly life, it needs to be beyond any question, beyond any doubt. And then this must happen consistently. It should not be a one-off event. Ya kwamba kama ni kupeana, one-off event. Kama ni kuomba, occasionally. Kama ni kunyenyekea, once in a while. But it calls for consistency. Cornelius was a regular man. Cornelius in doing good, he was very regular. Cornelius in following God, he was very regular. Cornelius in seeking God, he was very regular. So tell your neighbor, consistency. Consistently doing that which pleases God. Consistently being in prayer. Consistently, being in humility. So, when Cornelius touched God, na Mungu ametuma malaika wake, amemnenea, and then he was advised to send 3 men to Joppa to go and call Peter. Then the 3 men, they have gone to Joppa. Wamemuita Petero, wamemwelezea about Cornelius. Petero na yeye hajagobana. He has prepared the following day some men, some of the brethren, washa turudi yuko Kaisaria, tukasikia huyu Cornelius ako na nini. Let us go there, we see what kind of a ministry tunaitiwa tukafanye pale. So tunaona kwamba after Petero ameenda katika nyumba ya Cornelius, some few things happened. When Cornelius aliweza kufanyika kuwa a man of faith. Tusome chapter 10 verse 44. Verse 44, still in Acts chapter 10, where Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. So, you see now, kupitia the actions of Cornelius, mpaka God was attentive, and he has visited Cornelius. Now, it has become a communal affair. Maana, vile Petero alienda pale, alipata Cornelius, asha alika. Vile niliwaambia hapo mbele, ya kwamba this man was very selfless. He had invited among them the other Jews in the same house. So, when Peter ministered and spoke in the Holy Spirit, ikaenda ikachapa mpaka wale watu. These were the men, Biblia inasema, wakati Peter alienda pale, he was accompanied by the circumcised. Unajua hapa hawa ni Jews. Na kulikuwa na that tradition. There was that feeling that Jews and Gentiles cannot share together. Lakini Biblia inasema Roho wa Mungu aliweza kutembea kwa yeyote ambaye alisikia ule ujumbe. So Cornelius
kwa sababu alikuwa amealika hawa Gentiles. So wakaweza kuwa part of the congregation ambao walisikia huu ujumbe wa Peteri. And now Peter was a man who was ministering in spirit. So the Holy Spirit came upon every other person, even to all the Gentiles, mpaka the circumcised, ambao walikuwa wameandamana na Petero wakashindwa kunaendelea aje. Ni kwa sababu hawa majamaa wamejazwa na Roho mpaka they are speaking in tongues. So we can say through attraction of God's attention by Cornelius, salvation has come to the Jews. Meaning these blessings are beyond Cornelius and his close associates. These blessings are beyond his family. Now they have trickled over to the Gentiles. Now Gentiles have received the salvation of God. Gentiles have received the gift of the Holy Spirit. Gentiles have started speaking in tongues. Kwa sababu gani? One man who have attracted the attention of God. We can see all those who had gathered there were filled by the Holy Spirit of God. Then Peter said, verse 47, unajua sasa hapa, hawa circumcised, wanashtuka, wanashangaa. Ni aje, kumeendaje, hawa jamaa wanaongea in the Holy Spirit. Lakini Peter akajibu, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. They asked Peter to stay with them for a few days. So we can see through attraction of God's attention by Cornelius, barriers have been broken. Sasa we came as circumcised meeting the uncircumcised, Jews meeting with Gentiles. But sasa Petro anasema kunaye mmoja anaweza zuiliwa hawa, anaweza wazuilia ya kwamba wasiweze kubatizwa na maji. Ni kwa sababu wamepokea Roho Mtakatifu kama nani? Kama sisi. Barriers have been broken. When you attract the attention of God, you will break the underlying barriers. Wale ambao walifikiria kwamba wanaomjua Mungu ni kama wanakaa wao waokovu, wale wanasema kwa ile side gani kama wako sawa, wanaona hapana. This man is walking, this man has captured the attention of God. Unajua inakuja na another sort of glory mpaka inasemekana yenyewe huyu jamaa ako na Mungu. So if there are any underlying barriers, they will be broken whenever the attention of God has been attracted. When the attention of God is upon you, you will change the thinking of many. You will change the belief of many. Ni kwa sababu waliokuja na Petero hawakujua ni aje kunaweza fanyika ya kwamba we share in the baptism, we share in the Spirit, we share in speaking of tongues. But now those traditions have disappeared. Kwa hivyo wapendwa, let us go and dig deep on this chapter and engage a lot with God, walk a lot with God, engage a lot in prayer, devote ourselves to God. We devote ourselves, addressing the needs of the poor. Usitulikane kwamba yule jamaa ni gati, yule hawezi kuokolea. Bwana sifa sana. Be generous. Unajua kuna mtu unaweza enda kulilia, unajua kwamba huyu mtu amebarikiwa, lakini ni kwa sababu hana hiyo act of generosity, ajifanya ni kwamba ni yako hata na shida nyingi kukuliko. But Cornelius was not that way. He was somebody ambaye alijua mahitaji ya wale wako na mahitaji and addressing their needs. Bwana asifiwe sana. So we have a good example, man Cornelius. And as I said in the beginning, let us seek to know what God loves. What are we supposed to do in God? How are we supposed to engage until we attract the attention?
And as we learn what God wants from us, then let us be consistent. Let us do it consistently. It becomes a behavior. It becomes our way of life. Now in that way, we are going to attract his attention. Na kwa hivyo, Mungu awabariki kwa hayo na atutende mema tukizidi